mtazamaji wa kipindi cha TMDA na Jamii. Ni siku nyingine tena Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, naizungumzia TMDA, inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji jamii vijulikanavyo kama TMDA na Jamii. Ninayekukaribisha kutoka TMDA naitwa Gaudensia Simwanza na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi chetu cha TMDA na Jamii, katika studio huwa tunakuwa tuna jambo ambalo kwa pamoja tunalijadili, tunashirikishana ili mwisho wa siku kila mmoja aweze kujua wajibu wake katika swala zima la kulinda afya ya jamii. Kwa siku ya leo bado tuko katika mkoa wa Katavi katika wilaya ya Tanganyika ambako tunaendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya wadau, makundi mbalimbali ya wananchi ili mwisho wa siku kila mmoja aweze kujua tunapoongelea swala la kulinda afya ya jamii tunamaanisha nini. Je, nini maana ya kutumia dawa ipasavyo au matumizi sahihi ya dawa ni nini? Endelea kuwa nami ili kwa pamoja uweze kuelewa nini wajibu wako, lakini leo tunaongelea matumizi sahihi ya dawa ambapo Binju Kapwela atakuwa anatoa elimu kwa makundi ambayo tutakutana nayo hapa Tanganyika. Afya bora kwanza na TMDA. Jina langu naitwa Binju Kapwela, mimi ni afisa mahusiano kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba au TMDA. Kama tulivyotambulishwa hapo awali, sisi tumekuja kwa lengo moja tu la kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa pamoja na matumizi sahihi ya vifaa tiba. Lakini naomba kwanza nianze kuwatambulisha nini ni TMDA. TMDA au Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Afya yenye jukumu kuu la kulinda afya ya jamii. Jukumu hili linafanywa kwa kuzingatia au kwa kudhibiti ubora, usalama, ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Bidhaa za dawa ambazo tunaziongelea hapa ni zile dawa za binadamu tunazotumia sisi, zile dawa tunazopewa hospitali, lakini dawa za mifugo pia. Pamoja na nini? Na chanjo mbalimbali, chanjo za binadamu na chanjo za mifugo. Lakini pia vifaa tiba ni hivi vifaa ambavyo vinatumika kwenye matibabu. Tumeshaenda hospitali, tumemwona daktari amevaa gloves ili anasikilizia mapigo ya moyo, sindano zinazotumika kututibu, vitanda tunavyolalia, hivyo ni vifaa tiba. Lakini aina nyingine ya vifaa tiba ni hivi ambavyo vinatumika manyumbani. Kwa mfano, pempasi za watoto, tunaona, au taulo za kike, hizo ni vifaa tiba, pamoja na mipira ya kike na ya kiume. Vitendanishi ni vile vifaa ambavyo vinatumika wakati tukienda maabara. Vile vifaa ambavyo yule mtaalamu akikuchukulia damu akafanya hivi kidogo, hivyo ndio vitendanishi. Vile vifaa ambavyo vinatumika kwenye vipimo maabara, sawa? Kwa sisi TMDA jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba bidhaa zote hizo zinazoingia nchini kwenye soko la Tanzania zinafanya kazi kwa usalama, yani hazileti madhara kwa mtumiaji, aidha mnyama au binadamu. Lakini pia zinafanya kazi kwa ufanisi ambao unatakiwa. Kwa mfano tukisema dawa hii inatibu malaria, iwe kweli inatibu malaria. Sio unamaliza dawa dozi nzima haujapata nafuu, sawa? Lakini pia ziwe kwenye hali ya ubora kabisa. Sasa sisi udhibiti tunafanyaje? Kwanza tunakagua sehemu za uzalishaji wa hizi bidhaa. Hakuna kiwanda cha dawa ambacho kinazalishia hapa nchini au nje ya nchi ambao wanauza dawa zake hapa nchini hakijakaguliwa na TMDA. Ukaguzi unafanyika ili wataalamu wetu wajiridhishe kwamba zile dawa zinazalishwa kwenye mazingira ambayo ni salama na fanisi, ili zisije zikaleta madhara kwa mtumiaji wa mwisho. Lakini ukaguzi huu unafanyika pia kwenye sehemu ambazo hizi dawa zinauzwa, zinahifadhiwa kwenye mabohari yoyote yale, yawe ya serikali au ya mtu binafsi. Wakaguzi wa TMDA watapita kuhakikisha kwamba zile dawa au vifaa tiba vimewekwa kwenye mazingira salama ambayo hayataleta madhara kama ikiwa imehifadhiwa vibaya kwa mtumiaji. Lakini vile vile ukaguzi unafanyika kwenye vituo vya forodha. Hakuna dawa inayoingia au kutoka nchini kama haijafanya haijapewa kibali cha TMDA.
Pamoja na haya, mamlaka ya dawa na vifaa tiba pia inafanya usajili wa bidhaa hizi. Kwa hiyo dawa zote ambazo wanaziona kwenye soko la Tanzania zimepata usajili kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Usajili huu unajumlisha kufanya tathmini ya kina ya zile bidhaa za dawa na vifaa tiba pamoja na vipimo vya maabara kuhakikisha kama kweli hiyo dawa tumesema hii ni Panadol, je, kweli kiambata kilichopo humu ndani ya hii dawa ni Panadol kweli? Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambazo tunafanya. Lakini zaidi ya yote, katika kazi zingine zote ambazo TMDA inafanya katika kulinda afya ya jamii, ina jukumu la kutoa elimu kwa jamii. Na ndio maana sisi leo tumekuja hapa Mpanda ili kuwapa elimu juu ya matumizi sahihi ya bidhaa za dawa pamoja na vifaa tiba. Jamani, watu wote hapa tunatumia dawa? Kama sio sisi, ni mifugo tunaofuga nyumbani. Hususan sisi wajasiriamali, tuna kuku wetu tunafuga kwa ajili ya kupata mayai ya kuuza, si ndio? Au wale kuku wa nyama wanafugwa, tunawapa chanjo. Lakini tuna ng'ombe tunafuga, tunakamua maziwa tunauza. Na kuna ng'ombe tunafuga kwa ajili ya kwenda kuuza ng'ombe, ile nyama ya ng'ombe ipatikane, si ndio? Sasa na kati yetu hapa wote tumeshatumia dawa. Wangapi tunahifadhi dawa kwenye madirisha? Yaani mimi hapa nimenunua dawa yangu, nimekunywa, imebaki, ninaweka pale dirishani. Au nimeweka juu ya kabati jikoni. Wangapi tunakunywa dawa? Siku 3 nikipata nafuu napumzika. Nasema hii nitaendelea nayo. Wengi. Wangapi tunakunywa dawa kwa kuelekezwa na jirani au rafiki? Nimeumwa kifua. Bwana wewe ujuzi ulikuwa unakohoa, ulitumia nini? Anakwambia mimi nimekunywa amoxicillin na mimi naenda kununua amoxicillin, si ndio? Ndio tunavyofanya hivyo wengi wetu. Na ndio utaratibu ambao upo kwenye jamii zetu. Sasa haya sio matumizi sahihi ya nini? Ya dawa. Ili dawa itumike kwa usahihi, kwanza kabisa ni lazima upate ushauri kutoka kwa nani? Kwa mtaalamu wa afya, aidha daktari, muuguzi au mfamasia. Lakini hasa daktari, si ndio? Yule ndo tabibu, anajua unaumwa nini, dawa gani itakufaa. Lakini pia ni muhimu kuonana na huyo mshauri wa afya, kwa sababu yeye atajua kwa tatizo lako, kwa umri wako, kwa uzito ulionao, unatakiwa unywe dawa aina gani, yenye ujazo kiasi gani, au na kwa muda gani. Ndio maana dozi ya mtu mzima na dozi ya mtoto ni nini? Ni tofauti. Lakini pia kuna magonjwa ambayo yanaweza kafanana kwa hali, labda unasikia mwili unauma, unatapika, unapata homa. Wengi wetu wangapi tunasemaga hii ni malaria yangu naijua, ikija malaria yangu ikija mimi naijua inakuja hivi nasikia homa. Lakini kumbe saa nyingine sio malaria, ni typhoid, si ndio? Dalili zinaweza zikafanana, lakini mara saa nyingine haumwi typhoid, unaumwa UTI. Umeenda kule umenunua dawa bila kupata ushauri, unatibu tatizo ambalo halipo. Sasa tumeshasema hayo sio matumizi sahihi. Kwanza ni lazima tuonane na mtaalamu wa afya. Lakini pia tuna tabia ya kutomaliza dozi. Tunakunywa dawa siku 3, umepata nafuu, hauendelei tena. Unatunza, unasema hii nikiumwa tena nitakunywa, si ndio tunavyofanya? Hiyo sio sahihi. Kwanza tunatakiwa tukipewa ile dawa kwa siku 7, tunywe dawa kwa siku 7. Kwa siku 5 tunywe dawa kwa siku 5. Kwa sababu gani? Ukinywa dawa siku 3, dozi ya siku 5 au siku 7, wewe unajiona umepata nafuu, lakini kitu ambacho kimetokea sio nafuu. Umewapumbaza wale vijidudu ambavyo wako kwenye mwili wako. Umewapa udhaifu kidogo tu. Kinachofanyika, wale wadudu wale wanaenda kujipanga upya. Wanaenda kujitengenezea kinga upya. Kwa hiyo mara nyingine tena utakapotokea ukanywa ile dawa ulokunywa mara ya kwanza ambayo hukumaliza dozi, hautapata nini? Hautapata nafuu. Kwa sababu gani? Utakuwa umejisengezea usugu wa vimelea ndani ya mwili wako kutokana na nini? Na kutomaliza dozi. Sawa? Jamani, mpaka hapa tumeelewana? Kuna mtu ana swali? Lakini
Jambo lingine ambalo nataka kwenye matumizi sahihi ya dawa ni kuhifadhi vizuri zile dawa. Kwa mfano tumeshasema watu wengi tunaweka dawa jikoni juu ya kabati, si ndio? Au wengine wanaweka dirishani chumbani. Kwa mfano kwenye mabanda ya wanyama zile chanjo au dawa tunaweka pale juu mlangoni tunapoingilia. Ile nikiingia kwa hapa dawa kuku na ichomoa pale juu, si ndio? Pale inapigwa na jua, inapata mvua. Lakini hizi dawa ambazo tunatumia sisi unaweka pale jikoni, unaongeza joto kwenye ile dawa. Au ukiweka dirishani ile jua, mwanga wa jua ule unasababisha ile dawa inaharibika kutokana na nini? Na ule mwanga, joto linaongezeka, dawa inaharibika, haifanyi kazi kwa ufanisi ambao ulikuwa unatarajiwa au unatakiwa. Kwa hiyo ndio maana saa nyingine mtu unakunywa dawa haupati nafuu, hauponi, hauoni matokeo yale yaliokuwa yanatarajiwa kwa sababu ufanisi wa kwenye ile dawa umeharibika kutokana na nini? Na namna ambayo tumehifadhi. Sawa jamani? Kwa sasa hapa kuna mambo makuu matatu ambayo nimeyasema. Kwanza ni lazima tupate ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya. Pili, lazima tumalize dozi. Lakini tatu, lazima hiyo dawa ifanye nini? Ihifadhiwe kwenye mahali salama kwa mujibu wa maelekezo ambayo utakuwa umepewa na nani? Na mtaalamu wa afya. Basi naomba nimkaribishe mwenzangu, yeye ataendelea na mada nyingine. Karibu. Ni kweli TBS na TMDA zina ufanano fulani, lakini kuna mahali ambapo zinatofautiana. Hizi ni taasisi mbili za serikali, na kama unavyojua serikali inafanya kazi kwa umoja. Yaani katika maeneo yote serikali imetunga sheria mbalimbali, hivi vyombo vyake vyote vina lengo hilo moja la kutoa huduma kwa jamii. Sasa TBS iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Na TBS pamoja na vitu vingine wao wanatengeneza viwango vya bidhaa mbalimbali. Yaani bidhaa za viwango. Nazungumzia viwango, nazungumzia standard za bidhaa mbalimbali hapa nchini kwa lengo la kutangaza au kupromote biashara. Sisi Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi ni salama kwa ajili ya matumizi. Sisi tuko chini ya Wizara ya Afya. Sasa kuna bidhaa nyingine ambazo TBS wanazisimamia, lakini kutokana na unyeti wa bidhaa za dawa na vifaa tiba na vitendanishi, bidhaa hizi zimeundua chombo maalum ambacho ni TMDA ili kuzisimamia. Nafikiri hapa tumeelewana kwamba TMDA anasimamia ubora, anazungumzia usalama, lakini utendaji kazi, jinsi ambavyo zinafanya kazi, kwa sababu hizi ni bidhaa nyeti kwa ajili ya afya. Kwa hapo ndo tunapotofautiana. Kwamba TBS amepewa bidhaa nyingine zote, ila kwa bidhaa za afya ambazo ni dawa za binadamu, dawa za mifugo, vifaa tiba na vitendanishi, hivi vinasimamiwa na TMDA. Basi tuendelee. Tumeangalia kwenye matumizi sahihi ya dawa, tumezungumzia dawa za binadamu, ndio? Lakini pia dada alizungumzia kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa za mifugo, si ndio? Sasa matumizi sahihi ya dawa za mifugo pia kama ilivyo kwa dawa za binadamu. Najua si wengi hapa na ufugaji, tunafuga katika maeneo mbalimbali. Tunapotumia vibaya dawa za mifugo pia tunaathiri afya zetu sisi watumiaji wa bidhaa, sisi walaji wa yale mazao yanayotokana na bidhaa zile ambazo tuna wanyama wale ambao tunafuga. Tunasisitizwa pia kama ilivyo kwa dawa za binadamu, tusitumie dawa za mifugo kiholela. Kabla ya kutumia dawa ya mifugo hakikisha unaonana na mtaalamu upate ushauri kwanza kabla ya kutumia dawa. Lakini unapotumia dawa zingatia yale maelekezo ambayo tunapewa kwenye mifugo. Mara nyingi tumekuwa tukiambiwa labda ni kuku, tunaambiwa simchinje ndani ya siku 3 au 7 mpaka 7 labda. Au ni maziwa tumeambiwa tusikamue kwenye ng'ombe baada ya kuwapa dawa. Sasa haya maeneo tumekuwa tukipuuza. Sasa athari yake ni kwamba tunapotumia maziwa au nyama inayotokana na ile mifugo, basi tunakwenda kula ile nyama au yale mazao yakiwa na mabaki ya dawa. Sasa unakuta mara nyingine mwili hauna uhitaji wa zile dawa ambazo tunazitumia kwenye ile nyama. Kwa hiyo unatengeneza usugu, lakini unajiweka katika hatari ya kupata matatizo kama alivyosema mwenzangu ya figo na matatizo kama ya saratani kwa kipindi fulani. Kwa hiyo ni matumizi sahihi ya dawa. Tunaelekezwa tu zingatie matumizi sahihi ya dawa kwa ajili ya afya zetu. Vikundi safi.
Safi. Vikundi safi? Safi. Kwa hiyo kwenye upande wa dawa na vifaa tiba, hilo ni eneo kubwa ambalo sisi tulikuwa tunataka tulizungumzie kwa sasa hivi. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo elimu imetolewa katika wilaya hii ya Tanganyika na ni mkoa wa Katavi. Ni imani yangu umeungana nami katika kuangalia nini kimeelekezwa, lakini nini kimefundishwa, na wewe pia umepata elimu. Ulifika wasaa sasa wa kusikiliza maswali ya wananchi ambao walikuwa wakipatiwa elimu. Endelea kuwa nami. Kwa majina naitwa Magdalena George Abeli, ni mkazi wa kijiji cha Igagala, wilaya ya Mpanda Ndogo. Kwa siku ya leo nimejifunza kuhusiana na mifugo. Nimejifunza kutokana na tiba. Tumeshauriwa na wataalamu kwamba tunatumia tiba zinazotokana na wataalamu. Tunafuata sheria na utunzaji bora wa dawa. Tumeshauriwa tusiwe tunatunza vibaya. Zisiwe zinapigwa dawa na jua, lakini pia tusiweke ovyo ovyo dawa za mifugo. Lakini pia tusitibu tu kienyeji, tufuate utaratibu tuliopewa na wataalamu. Kwa somo la leo limenisaidia, nitaenda kujifunza na nitatibu vizuri mifugo zangu. Asanteni. Kwa majina naitwa Saidati Musa Saidi, natokea halmashauri ya wilaya Tanganyika, kijiji cha Ifukutwa. Nawakaribisha wataalamu wangu, karibuni sana katika halmashauri ya wilaya Tanganyika, kijiji cha Ifukutwa. Tunawakaribisha sana. Nimependa na nimefurahi sana kufika katika eneo hili kwa ajili ya mafunzo. Nawashukuru, nimepata elimu nzuri sana kutoka kwenu. Nimejifunza kitu. Mimi ni mzazi. Nimejifunza kitu kulingana na matibabu juu ya matatizo ya kiafya. Nimejifunza kitu kutokana na magonjwa. Mimi nikiwa na mwanangu alikuwa anaumwa, anasumbuliwa na homa za mara kwa mara. Alipokuwa anasumbuliwa homa za mara kwa mara, kwa hiyo nilichokuwa nakifanya, nachukua tu Panado nampa mtoto anatumia. Kesho anapoa. Kesho yake tena mtoto anapata homa, anachemka, nampa tena Panado. Lakini sasa ndani ya kumpa mtoto Panado, hali ya hewa inaendelea kuwa mbaya, mtoto anachemka, anazidiwa. Natoka nyumbani kwangu naenda zahanati, nafika zahanati, mtoto anapata vipimo kwa wakati. Anapopata vipimo anapata dawa. Mtoto anaenda kutumia dawa na anapona. Nimejifunza kitu kulingana na ushauri na elimu mliotoa leo. Nimejifunza mtoto akichemka, tiba ya kwanza lazima nimwahishe katika zahanati akapate huduma ya kwanza. Kwa sasa nawashukuruni sana na wakaribisha sana katika halmashauri ya Tanganyika. Niseme karibuni, asanteni. Kwa majina naitwa Sadam Shabani Malilo, ni mkazi wa kijiji cha Igagala. Mimi nimejifundisha kuhusu kutokutumia dawa holela, yani kwa mazoea, na maanisha hivyo. Mtu yoyote anapougua inatakiwa apime kwanza, ndio baadaye ajatumie dawa. Na afuate maelekezo mazuri ya daktari aliyopewa. Kama ni siku 7 dozi, basi atimize siku zote 7. Asinywe dawa kwa kuachia ni makosa. Elimu hii itakusaidiaje? Elimu hii imenisaidia mimi, au itaenda kuwasaidia wengine ambao hawajapata elimu hii kupitia mimi, baada tu ya kwenda kuwaeleza kuacha kutumia dawa kwa mazoea. Tuache mazoea. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, hakuna yaliyo na mwanzo yakakosa kuwa na mwisho, na hivi ndivyo tunahitimisha kipindi chetu cha TMDA na jamii kwa siku ya leo. Kumbuka tulikuwa katika mkoa wa Katavi, katika ile wilaya ya Tanganyika. Ni imani yangu umekielewa kile ambacho kimezungumzwa kwa siku ya leo, na si kingine ni matumizi sahihi ya dawa. Tunapoongelea matumizi sahihi ya dawa ni nini? Naamini wewe ambaye umefuatana nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi ninapoenda kuhitimisha muda huu umeelewa nini maana ya matumizi sahihi ya dawa. Nakushukuru kwa kuwa umeungana nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapoenda kuhitimisha. Lakini nakualika ukiwa na maswali, maoni au dukuduku, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au kutupigia simu ya bure kabisa ambayo mamlaka hii imelipia. Nayo ni nambari 0800110084. Ninayekushukuru na kukuaga kutoka TMDA na jamii, naitwa Gaudensia Simwanza. Nakwambia mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa TMDA na jamii nyingine. Kwaheri. TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA ina haki
kwa taifa. Maisha kwanza na TMDA, TMDA na TMDA, afya bora